Whoever is in charge of the shift was not very well prepared to change it over in a smooth way, a smooth transition. And then Kenyans are complaining around, and they even think that the shift is not the right way to go. But that's not the real point. The point is they needed to strengthen this shift and make sure that it is serving the purpose of the Kenyans so that they don't suffer with regard to their health. So the government needs to step up its efforts in streamlining the shift. Ule mvutano ambao unaonekana usiwepo kwa sababu sasa wale ambao wanateseka ni wagonjwa. Na yale mambo yote ambayo hayajafanyika kusudi mgonjwa aweze kupata huduma yaweze kushughulikiwa. Kuna changamoto nyingi sana. Katika wakati huo ambao mfupi umepita, wagonjwa wengi wamelalamika ya kwamba huduma sio mzuri, hawawezi kulipia, wanahitajika kulipa pesa taslimu, na hiyo sasa inawavunja moyo. Na watu wengi wanaweza kufa kwa sababu ya kutoweza kujimudu katika kutoa pesa. Sasa tunaomba ya kwamba hii shift iweze kushughulikiwa haraka iwezekanavyo kwa njia inayofaa ili iweze kuwahudumia wagonjwa wote bila matatizo, bila kukaa nyumbani na bila kuwa wagonjwa mpaka wakafa. Na nafikiri serikali ina hilo jukumu na sisi zote tunashirikiana kama private sector. Tunashukuru na tunaomba ya kwamba hii hospitali na huduma zote ziweze kufanya kazi nzuri na hali ya afya Kenya iweze kuimarika. We are wondering now as we move from NHIF to shift, what about the debt that is amounting to about 2 billion to all the faith-based facilities in Kenya? Are we going to be paid before we move? Or even when we move, are they going to continue paying? This is the conversation that I think the people who are at the national level are making with the government. And we are really asking that that is a huge debt because we use the NHIF to pay the salaries, to pay the medicines, and therefore if we don't get that money, that means we are crippled. And that already brings down the health sector in Kenya.